vingine vije vikodishe uwanja, lakini tunamwangalia na mtu mwenyewe kwenda kumkodisha. Maana unaweza kulikodisha jitu hapa, yani mpira hujaisha utasikia kwa kivioni hamna, mara vesujili na vitu ndani una hamna. Kwa hiyo tunaangalia na mtu wa kwenda kumkodisha kiwanja, ana akili zake timamu. Sasa hivi leo kwenda kumkodisha kweli mtoto wa Mode ambaye mtoto wa Mudi mwenyewe anawaongopea wale mashabiki, anasema ana kiwanja, lakini hata mechi ya kirafiki sijawahi kuona kikichezeka pale kwa wapi kule Bunjo kule. Sasa yule ana kiwanja, yule ana shamba la kufugia sungura. Kama unavyoona leo walikuwepo viongozi, baadhi ya viongozi wa serikali, na wao wanasema katika kujenga uwanja huu kwa wanakwambia watatia nia na wao wataingia na miguu yote. Unajua katika mkoa wa Dar es Salaam na wilaya 3, yani Kinondoni, Ilala pamoja na Temeke. Katika wilaya 2 ndio zenye viwanja vya kuchezeka ligi kuu bara. Yani na maana nazungumzia Temeke pamoja na mkoa wa Kinondoni. Lakini mkoa wetu wa Ilala, yani wilaya ya Ilala, haina hata kiwanja cha kucheza hata mechi za kirafiki. Sasa tukaona bora tuje tukuweke hapa makao makuu, kwa sababu kama una kumbukumbu bwana nani ndugu yangu, kama misimu miwili ya nyuma hapo kuna kiwanja moja kipo wapi kule, kipo Kigamboni. Tuliweka mpaka juu la msingi kule. Tukaona kule mbali. Sasa tukaamua tukapeleleza manchi yanayoendelea, wakatushauri kwamba bwana, viwanja vyenye ubora yenye hadhi ya kimataifa vinajengwa katikati ya mji. Kwa hiyo tukaona bora tuende kule Kigamboni kule Kisarawe tu kule. Ngoja tuje tusimike Kariakoo baba. Kitu kinachotengenezwa hapa. Watu wa muda anaweza kusema mbona kiwanja kenyewe kila siku kinazungumziwa. Unajua hiki kiwanja kingekuwa kimeshajengwa kwa muda mrefu sana. Sema shida ilikuwa ni ile ramani ya barabara ya Morogoro Road ile. Daraja ile ambayo ilikuwa inajengwa kutoka kule Magomeni kwenda Faya. Hiyo shida ndio ilipoanza, na maana kipindi kile uliona kuna greda zimecheza sana hapa. Sasa tukaona bwana tusitishe, tusubirie ramani. Sasa ramani kwa sababu ishatoka na daraja ile lishaanza kujengwa. Sasa tukaona huu ni wakati sasa wa kwenda kuweka historia kwamba kutiana saini kati ya mdhamini, alafu mdhamini ana njaa. Angekuwa mdhamini mwingine hapa angetukamua. Angesema nyinyi chukueni 30, mimi nachukua 70. Kwa sababu mpira miguu sasa hivi babu unaendeshwa kwa gharama kubwa kaka. Wewe mchezaji unafikiri unamleta kiolela hapa. Kwa hiyo lakini mdhamini wetu hana mbambamba, hana baya, bosa pepewe. Hana njaa. 50 kwa 50. Lakini ingekuwa mtu mwingine hapa lazima angetunyoa. Tunaona watoto wa muda walivyonyolewaga kipindi kile, akamwambia changeni bukubuku, uwanja wa Bunju uanze kujengwa. Mtasuko akabaki kufyeka nyasi, lakini ukienda hii nyasi hizi. Haya nitajie mtoto wa Mudi. Mechi gani sasa kwenda kuchezea pale Bunju? Hamna. Tunaona na mama tu kwenye viwanja vya watu, mara yupo huku, mara yupo huku. Yaani yupo kama ndege. Sasa subiri. Sasa twende tukatengeneze. Na kiwanja hiki kitakuwa ni mfano wa vilabu vyote barani Afrika. Baba tukwenda kutengeneza uwanja wenye hadhi ya kimataifa. Ronaldo mwenyewe atakuja hapa kuchezea katika kiwanja hiki. Bwana tuhamie huko, turudie huko bwana. Kesho mnacheza michuano ya CRDB Federation Cup ya JKT Tanzania. Mnataraji kuiona Young Africans ikifuzu kuelekea hatua ya nusu finali? Yes, katika mchezo ambao uwanja mgumu sana kwa Young Africans ni Meja Isamu. Na huko ndio niko naelekea. Na jumba lenu la maajabu. Katika kiwanja ambacho ni kigumu kweli kweli, ni katika Tanzania hii, ni kile kiwanja cha Meja Samuyo. Awe mwenyeji JKT au mgeni, kwa sababu mechi ya juzi tumecheza na watoto wa muda ambao wao kama wapangaji wa nyumba ile, lakini bado tukashindwa kuchukua point 3, lakini hata huyo mwenyewe mpangaji mwenyewe yeye mwenyewe ulimshinda, kwa sababu kaongoza ndani ya dakika 7 tuma 2, mwisho wa siku tukapangusa zote. Sasa kiwanja hiki tunataka tukitafutie dawa kuelekea mechi ya kesho, kwa sababu michuano hii ya FA ni mimi ndio bingwa mteteza wa afa inaga sare. Sasa kesho tunahakikisha afe Mungu afe Mangati, lazima niingie nusu finali ili nimfuate kati ya Mashujaa ama lile nani yule mfungamadishi Azam FC. Kwa hiyo kesho niwaambie mashabiki na wanachama mambo ya kule yaliyotokea wapi kule Singida kule kwa Limalizete kule ambako yule Babu Junior aliyopombaka shata na shangilia yule. Junior Shentembo. Kule tunaachana nako, maana sasa hivi habari zilizokuwepo sasa hivi wanakuambia Yanga kashapotea. Unakwambia tushapotea. Ila mmeumia Shentembo. Unajua mpira miguu bwana na mambo ya kikatili. Ndio ule msemo anakuambia mpango sio mitumezi. Kwa sababu ukiangalia Dodoma Jiji, jinsi alivyotufunga zile goli za chapu, kwa sababu nilikuwa naongoza kima mbili ujue. Lakini mwisho wa siku naona kapangusa zote. Alafu mwisho wa siku sasa akaja katuongeza na lingine. Ila unajua kati wanakuambia ile imeshapita, tuangalie mchezo husika. Ile ilikuwa ligi kuu ni FA. Kwa hiyo niliombe benchi la ufundi kuelekea mchezo wa kesho. Hawa JKT Tanzania sio kuchukulia popoa. Na sio JKT Tanzania, uwanja hasa. Ni JKT Tanzania ingekuwa labda Chamazi Taifa au nani hapa KMC Mwenge. Yule mimi nisingekuwa na pressure hata kidogo. Yaani shida ule uwanja. Yaani ule uwanja mgumu kweli kweli. Wazungu wanapenda kuiti the hard way. Kwa hiyo mechi ya kesho twende tukiwa kamili gado. Tusimpuzi. Yaani kwanza tuchukulie mazingira unakwenda kucheza nao ni magumu. Twende tukachukulia ile timu yenyewe kwanza ni ngumu. Kwa hiyo mechi hii si ya kutoa sare. Kwa hiyo tusahau ya kule. Mimi muombe hata nani Gigidiala kae kwenye utimamu kuelekea mchezo wa kesho. Mamnyeto ingawa kuna tetesi zinasikika nyingi sana, lakini mimi naomba kwenye mchezo wa kesho ya kule
tuachane nayo, twende tukadili na hii robo finali, tuitafute nusu finali, kwa sababu mimi nikiwa kama bingwa mtetezi wa FA alafu niende nikatolewe kesho kaka, kikweli itakuwa ni aibu. Kwa hiyo kesho afe Mungu afe Mang'ati, kesho tunakwenda tunashinda. Yaani tunakwenda tunatafutia dawa ule uwanja, na dawa yenyewe inachemka, na hisi mpaka sasa ishakuwa ya vuguvugu, mpaka kesho yatakuwa maji ya moto. Mimi na imani kabisa siku ya kesho afe Mungu afe Mang'ati, kesho nakwambia JKT Tanzania anaacha ndala, anaacha shati. Yaani kesho pale achomoki kesho kwenye uwanja Meja Samuyo, ile jumba la maajabu ambalo nilizungumzia, ikiwezekana tunalitumia tena. Tukutane kesho ndugu yangu. Nimekwambia kesho JKT Tanzania lazima aache ndala, nikiwa kama rais wa wote Tanzania. Kesho nakwenda kwa kutamba kabisa kwamba JKT Tanzania tunamgudulia mbali, anaacha ndala, anaacha shati. Hiyo imeisha hiyo.